Lakini tuko tu kwa hiyo process. Saa hii pesa ndio imeshaingia kwa account. So vyenye tu pesa tushapata kwa account, tunajua hata hiyo shamba bado tutapata. Na mambo na shamba imerudishwa ama bado? Mambo ya shamba pia hiyo mama ametuhakikishia bado pia hiyo tutapatiwa mpaka title deed ya hiyo shamba. So saa hii kulingana na vile daktari alituambia, saa hii kila kitu tunaona ikienda sawa, sababu hata hiyo shamba sasa tunatarajia itakuwa kwa mikono yetu na itawafikia. Yeah. Mambo mam. Mambo niko mzuri. Nashukuru Mungu. Ni kweli nimeelezewa juu ya huyu kijana yangu na vile mambo alikuwa anafanya na tayari nilikuwa nafikiria ako job. Ndio aliniambia anafanya kazi huko Yulu. Ni kazi gani alikuwa amekwambia anaifanya? Alikuwa ananiambia anafanya kazi ya ofisi. Sikukuwa sasa najua, lakini nashukuru Mungu juu nimejua ile kazi alikuwa anafanya. Nami nashukuru Mungu ni kwa sababu ya mama juu ameniita, nami mambo yote nitatenda kulingana na vile amesema. Hiyo pesa yote imerudishwa, iko kwa account na hata hiyo shamba nitawarudishia. Mimi ile kitu niko nayo kwanza ni kushukuru sana daktari, sababu kama si daktari hii mambo yote yatungekuwa nayo. Kuanzia mwanzo daktari alituambia tumuaminie kwa kila kitu. Na ni ukweli vyenye tumemuaminia, sisi tumejionea matendo. Sababu hata mimi nilikuwa nishakuwa na uoga. After kuona vyenye huyu Cairo anatupeleka hivi, nikaanza kukua sina hope. Lakini vyenye daktari amesukuma hii maneno na ameshikana na ametushikilia, naweza sema kila kitu sasa imekuwa mzuri sababu ya huyu daktari. Na wakati nimepigiwa simu nikaambiwa kwamba wamereceive hizo pesa kwa account, sababu alikuwa anataka kuleta cash. Lakini unajua hata kama nilikuwa nimeshamtengeneza, lakini bado sikuwa na imani naye sana. Long time. Habari yako? Nzuri sana. Lakini nilikuwa na expect utanifail. Hapana, siwezi kufail. Hello my people, welcome back on my YouTube channel. This is Jacqueline Family TV. Don't forget to like, comment, share and subscribe on my YouTube channel. Leo venye mnaona ni siku ya furaha, kila mtu hapa ako na furaha tele. Sasa tuko wengi sana. Kila mtu atajielezea, mjue huyu ni nani ako kando yangu. Daktari ndiye huyu hapa, najua mnamfahamu. Acha tupe mamake Val atuambie mwenye ako hapa next to me ni nani. Yeye ndio anajua, atuelezee kidogo. Hi. Naweza tuelezea huyu ni nani? Huyu ni mama Cairo. At least kutoka hiyo siku tulikuwa hapa. Daktari alituambia kila kitu itakuwa sawa. Na tumefurahia sababu sasa hivi venye tunaongea hivi Jackie. Mama Cairo alipata namba yangu na akanipigia. After kunipigia tukaongea hii mambo yenye inahusu pesa ya msichana wangu. Na sasa hivi tunaongea hivi, pesa ya msichana wangu iko kwa akaunti yake. Mama Cairo ameshughulikia hiyo mambo yote. Pesa yetu ishawekwa kwa akaunti ya msichana wangu. So that way we are happy sababu daktari alituahidi kila kitu yoyote yenye Cairo alikuwa amechukua ya mtoto wangu ataturegeshea. Sasa hii tuko so happy sababu hiyo pesa sasa hii tunaongea hivi kwa account. Ndio maana hata tukamleta hapa
Ndio sasa hata yeye angependa sana kujua mtoto wake alikuwa nani, sababu unajua anaweza ambiwa vitu zingine aone kama mtoto wake anaonewa. So that why hata yeye tukataka akuje hapa, ndio sasa pia yeye ajisikilie mambo tukiwa hapa wote. Ndio ajue Kairo wake hakuna mambo wamewekelewa, kila kitu ilikuwa hivyo. Before tuende kwa mambo na shamba pia kumeenda aje, ameamua kuirudisha ama bado? Mambo ya shamba pia hiyo mama ametuhakikishia bado pia hiyo tutapatiwa mpaka title deed ya hiyo shamba. So saa hii kulingana na vile daktari alituambia, saa hii kila kitu tunaona ikienda sawa, sababu hata hiyo shamba sasa tunatarajia itakuwa kwa mikono yetu na itawafikia. Mambo niko mzuri. Nashukuru Mungu. Ni kweli nimeelezewa juu ya huyu kijana yangu na ile mambo alikuwa anafanya, na tayari nilikuwa nafikiria ako job. Juu aliniambia anafanya kazi huko Yulu. Ni kazi gani alikuwa amekwambia anaifanya? Alikuwa ananiambia anafanya kazi ya ofisi. Sikukuwa sasa najua, lakini nashukuru Mungu juu nimejua ile kazi alikuwa anafanya. Nami nashukuru Mungu ni kwa sababu ya mama juu ameniita, nami mambo yote nitatenda kulingana na vile amesema. Hiyo pesa yote imerudishwa, iko kwa account, na hata hiyo shamba nitawarudishia. Hiyo ni mzuri, tutashukuru pia zikirudi. Val, kutokana na hiyo mambo mama amekufanyia kila kitu ikarudi, unaweza sema nini? Imekuwa wakati mgumu, but leo naweza sema niko na furaha. Leo nasikia niko na raha. Pesa zangu zimerudi na zimerudi in full. Na naona process yenye tunafuatilia sasa ni ya shamba. So nitakuwa nimerudisha kila kitu yangu. So hata ile mafikiri ya kurudi majuu na cancel, sasa ni invest tu huku. So niko na raha tu. So guys, mmesikia mama yake Kairo make sure kila kitu imerudia Val. Pia shamba iko kwa progress ya kurudia Val. Mambo itaenda hivyo na mpangilio. Sasa tunarudi kwa daktari. Mimi ningependa kupea mamake Val, yani ashukuru daktari kwa kazi yake. Amuelezee tu. Hawezi kosa kitu ya kuambia daktari kutokana na kazi yake. Mama Val, naweza ambia daktari nini? Mimi ile kitu niko nayo kwanza ni kushukuru sana daktari, sababu kama si daktari hii mambo yote hatungekuwa nayo. Kuanzia mwanzo daktari alituambia tumuaminie kwa kila kitu. Na ni ukweli vyenye tumemuaminia, sisi tumejionea matendo. Sababu hata mimi nilikuwa nishakuwa na uoga. After kuona vyenye huyu Kairo anatupeleka hivi, nikaanza kukua sina hope. Lakini vyenye daktari amesukuma hii maneno na ameshikana na ametushikilia, naweza sema kila kitu sasa imekuwa mzuri sababu ya huyu daktari. Mimi daktari langu ni kukushukuru sana kwa kazi mzuri yenye umetufanyia. Hiyo ndio tu kitu naweza shukuru sana. Kuona vitu ya mtoto wangu imerudi. Mimi hiyo ndio tu ilikuwa shida yangu. Na sasa hivi yenye hata pesa ishaingia kwa account, tuko very happy. Hata sasa tunatarajia hata hiyo shamba anytime tunaweza patiwa hiyo title deed. So mimi langu ni kushukuru tu daktari sana. So shukrani kwako daktari. Unaweza ambia hii familia nini? Mama Kairo, nakusalimu katika jina la Yesu. Nimesalimika. Salama. Kama labda najua hujanifahamu, lakini mimi najulikana kama Dr. Wembe. Tuko wawili. Kuna Daktari Wembe wa Tanzania na kuna mimi sasa Daktari Wembe mkuu. Sababu mimi ndio nimeweza kumshughulikia mambo moja mawili, na hata ndamuhitaji sababu nikikuja kukutana nyinyi kama familia nataka pia akue. Nataka pia akue sababu pia nataka pia aweze kuwapatia ushauri kidogo kulingana na familia. Na nimefurahi sana kulingana venye uliweza kuchukua hiyo amri kama mzazi. Unajua sisi watoto wetu siku hizi mtoto anakuambia mama nafanya siku hizi na KRA,
mara anakwambia siku hizi nafanya sijui na NSSF, nafanya wapi, lakini ukifuatilia kiundani unapata kwamba ile kazi ambayo mtoto amekwambia anafanya si yenye anafanya. Na unapata siku hizi lazima tuwe makini sana na watoto wetu, sababu mtoto anaweza kuambianga anafanya kazi sehemu fulani, siku moja unapigiwa simu kijanaka amepigwa risasi. Unajiuliza mbona kijananga amepigwa risasi na mtu ambaye ako kwa ofisi, lakini labda behind the scene kuna zile vitu anafanya ambazo sio za kawaida. Na wakati uliweza kukaa na kijana wako chini mkazungumza, na nafikiri kwamba wakati nilimweza kumpatia punishment kidogo, nafikiri kwamba hiyo report ilikufikia. Nafikiri kwamba ilikufikia na hiyo ndio ikafanya labda ufike pande hii. Mimi ndio nilianza kumpatia hiyo punishment. Na kitu ilifanya kumpatia punishment, alikuwa amekataa kurudisha mali za hii familia. Na wakati nimepigiwa simu, nikaambiwa kwamba wamereceive hizo pesa kwa account, sababu alikuwa anataka kuleta cash. Lakini unajua hata kama nilikuwa nimeshamtengeneza, lakini bado sikuwa na imani naye sana, sababu unajua watu wa Freemason ni watu ambao wako na vitu mingi ya kufanya. Na ndio nikasema kwamba wache niweze kuzungumza na wazazi, na nashukuru kwamba sababu umekuja. Na jambo la kwanza huyu kijana wako wakati alikuwa anatoa watoto kafara, alikuwa anatafutanga, sababu anapewa instruction, anaambiwa kwamba wiki anahitaji watoto 2 ama 3, na mostly wanga wana target hao watoto ambao bado hawajaifanya mapenzi. Ana target sana, sababu wakati anafanya hiyo mapenzi, hiyo damu nini, hiyo ndio inahitajika, na wakipeleka hiyo damu kwa within some few days mtoto atakuwa mpoteza maisha. Sasa ndio maana nilikuja nikampatia hiyo punishment na amekiri. Wakati tena kuna siku nyingine bado tukienda tukapata akifanya hizo mambo zake za kuabudu za mashetani. Na sasa hapo ndio aliamua kukiri na akasema amesurrender kila kitu. Na kama umeweza kuzungumza naye kama mzazi, hiyo ni vizuri, na pia ningependa nikuje nikutane naye kama familia, mkiwa kwa pamoja niweze kuwashughulikia. Jambo la pili, naona umechukua jambo la busara, sababu kama umeamua kurudisha pesa nyingi sana alikuwa anahitaji, na bado nasikia umewaahidi kwamba hiyo shamba ambayo kijana alinunua utawapatia, which is hiyo naona wewe ni mzazi ambao uko na utu na mtu ambao unaelewa uchungu ya familia. Na hiyo nashukuru sana kwa hiyo, na nimeona kwamba uko na roho ya kuweza kushughulikia. Nikirudi kwa Mama Val. Yes, daktari. Kuna wakati tulikuwa na hapa nikakwambia kwa chini ya miezi kadhaa utakuwa umefanya nini? Uliniambia mambo yangu yatakuwa yamekuwa mzuri, itakuwa hata niko na mahali penye naweza ita kwangu, nimejenga nyumba yangu. Yeah. Sasa Val, najua ndio msichana mkubwa. Dadako bado uko shule. Najua saa hii amesharudi shule, si ndivyo? Na wakati nilikuja nikamwombea na nikamrudisha aende shule. Kwa hivyo wakati mtapewa title na Mama Kairo, hakikisha kwamba hiyo pesa ambayo umetumia kwa account nitakuja nisifanyie madhabahu kidogo. Nitakuja niziombee, ndio wakati mnaanza project ya kujenga iweze kuwasaidia, sababu unajua binadamu ni binadamu tu. Anaweza kuwa amewarudishia hivyo, lakini labda siku moja mbili aanze kufikiria another way around. Kwa hivyo naomba mkianza msingi ya hiyo kujenga hiyo plot, lazima nikuje mpaka pale, nikuje nitembee pale niweze kubariki hiyo plot, na bado nyumba ikisha vile nilikuwa nimeeleza, bado nitakuja kubariki nyumba. Sawa sawa. Mama, mimi shukrani zangu za dhati zinakuja kwako. Na wewe kama Mama Kairo, na mimi kama daktari, kulingana venye umesikia venye umekueleza, unajua labda wewe pia kuna mahali labda unaweza hitaji usaidizi moja mbili. Kuna mahali unaweza hitaji usaidizi. Ule usaidizi naweza kutaka tu ni muendelee kutuombea, na zaidi yote muombee huyu kijana yangu. Ndio unajua hii Freemason
hiyo sio kanisa mzuri. Hiyo ni kanisa inapeleka watu vibaya, alafu ikichukua mtoto wako, huyo mtoto wako anapotea. Lakini nashukuru Mungu ni kwa sababu Kairo amekubali na ametoka katika ile kazi. Sasa tuendelee kumuombea na tuendelee kumuinua mbele za Mungu. Ni kwa sababu Mungu hakuna jambo linamshinda. Kila kitu kinawezekana kwa Mungu. Kwa hivyo tutamkabidhi tu mikononi mwa Mungu, na hii familia na hii boma aendelee kuwabariki na aendelee kuwatendea mambo mema. Pengine hiyo ni roho mtu anaingisagwa, ile roho ambaye hawezi akajitoa. Tusipomuombea hata yeye hawezi peke yake. Tutaendelea kumuombea, na zaidi ya yote na kushukuru daktari. Ni kwa sababu ile kazi umefanya Mungu hatasahau. Na Mungu atakuinua kutoka kiwango hiki mpaka kiwango kile kingine, kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Na Mungu akiwa juu mbinguni anatazama ile kazi mtu anafanya. Ni kwa sababu unafanya kazi ya busara, Mungu hatakusahau. Na Mungu akubariki. Nimeshukuru. So mamake Kairo, tumeshukuru sana kwa kuona siku ya leo. Pia tumeshukuru kwa kuweka hiyo mikakati kila kitu iweze kurudia familia hii. Tumeshukuru sana, Mungu akubariki kwa hiyo. Pia daktari, tumeshukuru kwa kusaidia hii familia. Naona venye wako na furaha, yote ni kwa sababu yako. Naona mko na furaha. So guys, na kabla tuendelee, kijana, ningependa pia kukutana na kijana, sababu hiyo siku tukiachana na yeye wakati alikuwa anafanya hizo miungu zake kuabudu, sababu tulimpata mahali usiku. Kuna mahali tulimpata usiku akifanya hizo vitu zake nini, na hapo ndiye alianza kukiri kwamba kweli daktari ameona kazi yangu vile iko, na alijua mimi mtu ambaye sicheki na watu ambao wanacheza na vitu za hapa na pale. Mimi naonyoshanga, mimi nanyosha, ndio maana nitwa Daktari Wembe, nakata na nanyosha. Na tukikuja kwa msichana, nafikiri kwamba wakati mlianza kuwa na mahusiano na ukijana, mapenzi ilikuweko, sio? Ukweli ilikuwa ni ile tu ni ile misunderstanding ilikuja. Unajua vijana siku hizi wanataka pesa ya haraka. Mtu akisikia mahali kuna deal, unajua wenyewe wanaitanga wenyewe, vijana siku hizi wanasemanga kadili kametokea. Kuna kadili kametokea mahali. Sasa wakati aliona kuna deal ambaye na wajuangi kwamba hii pesa ya haraka, wanasemanga when the deal is too good think twice. Sasa yeye wakati alikuja, unajua yeye pia alikuja akashawishiwa na marafiki zake. Wakaambia hapo ukiingia hapo within some few months utakuwa uko tajiri. Unaona? Sasa hiyo utajiri umemfikisha wapi? Utajiri ambayo umemwaka damu. Hakuna utajiri ambayo unaweza ukasustain forever na ukuwe na furaha kama utajiri ya kumwaga damu. Hata utembee wapi, hata ufanye nini, ukimwaga damu ya mtu wewe na juanga kichuma kako kimotoni. Sasa hivi ndio mahali tunaweza tukazungumza, na amekiri na amekubali kuwa kweli alikuwa anafanya makosa. Na hata sisi wakati tunaenda kanisani, tunaenda kanisani kwa sababu gani? Tunaenda kutubu. Hakuna mtu aliyekuwa mkamilifu. Na hata ukiangalia katika Biblia, Yesu anarudi kwa sababu ya wenye dhambi. Arudi kwa sababu watu ambao ni wasafi. Na kama ingekuwa kila mtu ni msafi duniani, huku ingekuwa na haja ya Yesu kurudi. Ama hapo nitakuwa nimezungumza namna gani? Yesu anarudi kwa ajili ya wenye dhambi. Na wakati unanyenyekea mbele ya Mwenyezi Mungu kwa sababu umefanya dhambi, unasamewa. Na wanasemanga yote ambaye anaomba msamaha mbele ya Mwenyezi Mungu anasamewa. Na Kairo alisema kweli amekiri. Na mimi si Mungu, mimi tu ni ile nguvu nimepewa na Mwenyezi Mungu kuweza kusaidia wale ambao wanahitaji. Lakini pia mimi naamini kwamba kila kitu itakuwa sawa. Na nashukuru sababu naona mvua imeanza kuwa mingi. Lakini mvua ni baraka. Ukinyesha hivyo kidogo inamaanisha kwamba baraka ni mingi. Kwa hivyo nafikiri kwamba kama unaweza pikia kijana, mwambie kwamba nataka kumuona kabla nitoke hapa. Sawa. Alafu akimpigianga, mimi pia ningependa kushukuru sana. Yes. Juu
hiyo follow up imekuwa somehow smooth. Tumesumbuana but imekuwa smooth. Yes. Na kama ningependa kuulizia kitu kwa daktari, sasa atuguide, atuambie sasa ni venye tunaweza pata kanisa yenye tunaweza shirikingi. Mimi na mama hatujakuwa tunaenda kanisa. So tukimpeanga shukrani, pia turudishie Mungu shukrani. Juu ni mjumbe wake. Yes, hata nilikuwa nimesahau mama. Najua wewe ni mtu ambaye ni mtu wa kanisani. Naomba uintroduce hii familia kwa kanisa ambayo unaenda. Peleka watu kanisani, waende watubu na waombe msamaha mbele ya Mwenyezi Mungu. Second thing, hiyo pesa ambayo mmerudishiwa kwenye account. Jambo la kwanza, kabla hiyo pesa ifanye jambo lolote, chukua kiwango kidogo kanisani. Tumeelewana? Chukua kiwango kidogo pale, peleka kanisani na hii pesa itabarikiwa. Hata mkianza mambo na ujenzi, mtapata tu mambo inaenda nywe. Sawa sawa? Kitu nikimalizia, wewe najua bado wewe na Cairo mnapendana. Ni vile tu hii mambo ilikuja kutokea hapa. Mapenzi najua bado iko. Si namna hiyo? Mimi nasema mimi ni mzee, mimi nakuambia ukweli uliopo. Huyo kijana najua bado mnapenda, kulingana hata nikiangalia kwa tarubini yangu. Mapenzi bado iko na kijana ameamua kubadilika. Kwa hivyo mimi nitakuja tokea chini na wazazi, na hata kama ni harusi tutaifanya, tutashughulikia. Sisi ni harusi yenu haiwezi kutushtua hapa, yapi kitu kidogo. Mkae chini tuelewane kama wazazi, alafu kufanya namna gani muungane kutengeneza familia. Ama Mama Val, unaona namna gani? Hapo naona itakuwa ngumu daktari. Hapo nayo. Yenye Cairo amepitishia watoto wangu mimi sioni kama lakini ni pole kuongea hivyo mbele ya mamake. Lakini amepitishia watoto wangu mangumu. Mimi tutazungumza hiyo. Tutakaje tuzungumze kama wazazi. Sawa sawa. Kwa hivyo nafikiri kwamba tunaweza kijikinga kidogo tukiendelea kungoja mama apigie kijana akuje tuzungumze pia kidogo ndio tuweze kwenda. So guys, tukingoja Cairo aweze kufika mahali hapa, juu mama yake ameweza kumpigia simu. Don't forget to like, comment, share and subscribe on my YouTube channel on Jacqueline Family TV. Thank you for watching.